Utafiti ambao ulifanywa katika chuo kikuu cha Harvard mwaka 1979 mpaka mwaka 1989 umekuwa ni moja ya utafiti ambao umeenda viral sana duniani, lakini pia umekuwa ni moja ya tafiti ambazo zimekuwa trending sana kwa sababu ya kile ambacho uliweza kuonyesha kama matokeo yake. Huu ni utafiti ambao ulifanywa wanafunzi ambao walikuwa na graduate katika kitengo cha biashara, na huu utafiti ulikuwa unataka kuonyesha kuna tofauti gani kati ya watu ambao wamefanikiwa katika maisha na watu ambao hawajafanikiwa, kwa maana ya watu maskini katika maisha. Tofauti yao kubwa ni ipi haswa? Kwa hiyo huu utafiti ambao ulifanywa katika chuo kikuu cha Harvard unakuja kutupa majibu ya kwa nini au kuna tofauti gani kati ya maskini na tajiri. Na hii ni baada ya kuwa wamekusanya wanafunzi ambao walikuwa wanaenda kugraduate, na wakaanza kuuliza kwamba ni malengo yapi ambayo wanayo katika maisha yao baada ya kuwa wao wamegraduate na kuingia mtaani sasa ili kuweza kuiishi ile professional yao. Majibu ya utafiti yalikuwa kama ifuatavyo: 84% walikuwa hawana malengo wala mipango yoyote ile juu ya maisha yao, kwa maana kwamba ni watu ambao walikuwa wanaingia mtaani hawajui wanakwenda kufanya nini, wanakwenda kuanzia wapi, wala wanakwenda kuishia wapi. Yaani wao walikuwa tayari kwa ajili ya chochote, fursa yoyote ile ambayo ilikuwa mbele yao, baada ya hapo walikuwa wanaingia ndani yake. Lakini 13% wao walikuwa wana mipango, lakini walikuwa bado hawajaiandika, kwa maana kwamba walikuwa nayo tu kama shauku ndani yao, lakini walikuwa bado hawajaiandika sehemu, kwa maana kuna kili. Kwa hiyo Mwalimu Adrian Mponda yeye alisema kwamba hiyo sio mipango, hayo ni matamanio, kwa maana kwamba inakuwa mipango mpaka pindi ambapo imeingizwa katika mfumo wa maandishi. Kwa hiyo 13% za wale magadueta wao walikuwa na malengo ambayo hayajaandikwa kwa maana ya matamanio, lakini ni 3% tu za wale magadueta ambao walikuwa wenyewe wana malengo, lakini wamekwisha kuandika, kwa maana kwamba ni kwa namna gani wanakwenda kuyatimiza, lakini pia ni kwa namna gani wanakwenda kuyafikia, kwa maana kwamba walikuwa na small goals, kwa maana mipango midogo midogo kama njia ya kufikisha katika mipango mikubwa ambayo wamekwisha kuandika sasa kwenye dale zao. Na huo utafiti kuishia hapo. Utafiti uliendelea baada ya miaka 10 sasa, wakaenda kufuatiliwa wale wanafunzi huko mtaani, hali zao zikoje. Haya ndio maajabu ya huo utafiti. Baada ya kuwa wameenda kufuatilia maisha yao, wakaja kugundua haya yafuatayo. Wale 3% ambao walikuwa wamejiwekea malengo na mipango wakati wakiwa shuleni, wao walikuwa wamefanikiwa mara 10 zaidi kuliko wale ambao hawakuweka malengo wala mipango juu ya maisha yao. Huu utafiti unatuonyesha nini, au huu utafiti unatufundisha nini? Ukweli ni kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa kuweka malengo na kufanikiwa, na ndio maana Mwalimu Tony Robbins aliwahi kuandika na kusema kwamba kuweka malengo ni hatua ya kwanza kabisa ya kufanikiwa, akiwa na maana kwamba hauwezi kufanikiwa kama hauna malengo, kwa sababu kufanikiwa ni kufikia malengo. Kwa hiyo ni vizuri unapoishi ujiwekee malengo na mikakati. Wakati mwingine unaishi katika jamii ambayo inakubana sana katika kuweka malengo, kwa sababu tunaishi katika jamii ambazo haziamini sana mafanikio kuwa ni kitu ambacho unakiwekea malengo na mikakati. Wanaamini kuwa mafanikio ni bahati ambayo humkuta yoyote yule, lakini huo sio ukweli. Hauwezi kufanikiwa kama hauna malengo na mipango ambayo umejiwekea katika maisha yako. Kwa hiyo ni vizuri uwe na mipango ya kila siku, uwe na mipango ya mwezi, ya wiki, uwe na mipango ya mwaka ambayo unakwenda kukamilisha katika maisha yako. Usikubali kukaa bila kuwa na malengo au mipango. Usikubali kuishi kama mwenda pote hata siku moja katika maisha yako. Hakikisha unakuwa na malengo ya kusimamia juu ya maisha yako. Baada ya hapo, naamini kabisa baada ya mwisho wa mwaka tathmini yako itaongea,
na ukweli ni kwamba hauwezi kuweka malengo na ukawa ni mtu ambaye unathubutu na ukashindwa kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo ni vizuri tuwe ni watu kuweka malengo na mipango ili tuweze kufikia yale ambayo tunatamani kuyafikia katika maisha yetu. Mimi sijui unataka kuwa nani, unataka ufike wapi, uko wapi mpaka hivi leo ambapo unasikia sauti hii na unatizama hii video clip. Habari njema kwangu kwako leo ni hii, kwamba usikubali kuishi bila kuwa na malengo yoyote yale katika maisha yako, kwani kuwa na malengo ni hatua ya kwanza kabisa ya kwenda kufanikiwa. Yangu kwa leo ni hayo. Naamini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kweli umependa, unaweza kulike, kushare, lakini kubwa kuliko unaweza kusubscribe. Kwa leo yangu ni hayo, niishia hapo. Bye bye.